Nisha jinsi ya kuset hii smart cursor hii kwenye simu yako ili simu yako iweze kufunction kama display ya laptop. Yeah. So hii ndio itakuwa hii ina act kama touchpad na hii hapa inakuwa cursor yako. So utaingia moja kwa moja kwenye settings. Utaingia kwenye settings hapa. Ukishaingia kwenye settings, utaingia kwenye accessibility. Accessibility hapa unaingia kwenye sehemu inaitwa interaction and dexterity. Interaction and dexterity. Hii hapa option inaitwa assistant menu. Una turn on. Hii hapa tayari ilikuwa on, so una turn on hapa. Ukisha turn on, unaweza kaingia ukaicustomize, kwa mfano transparency, ufifiaji wa hii hapa. Sema ni bora transparency isiwepo, mradi uione, ujue kabisa ni hapa. Uweze kuiona kwenye screen yako. Mradi kama ukiona access now unajibonyeza tu, afu inakuletea options. So unaweza customize vitu ambavyo unataka vikuonyeshe hapo ukiwa umeibonyeza hapo. Ni kama shortcuts zako za kuweza kuaccess. Afu unaweza kuset hapo. So ukisha turn on inakuja tu moja kwa moja, na pia kama hichi kibox hapa pembeni hapa. Yeah. So moja kwa moja mimi nili customize nika insert hizi hapa, maana hizi ndio ambazo nazitumia mara kwa mara kama shortcuts zangu. So nika insert. So ukitaka kuinani kama cursor hii hapo unakuwa usha set tayari. So faida kwanza ya kuwa kama na hii hapa cursor kwangu mimi nilivyoweza kuitumia, inakusaidia. Kwa mfano kama wewe ni mtu ambaye labda unacheza game kwenye simu yako, let's say ulikuwa una play game huko una play muziki, kama wewe ni miongoni wa wachache ambao wanacheza game huko wanacheza muziki, unakuta unataka kupause muziki labda kwa dakika moja huko unacheza game. So unakuta unacheza game afu umeshusha screen hivi, unataka kupause muziki, hata kwa bahati mbaya accidental touches ikakufanya ulebo umebonyeza app kwa bahati mbaya, ikakupeleka kwenye app moja kwa moja. So ukiweza kuiset hapa cursor ukaifungua, sema labda ulikuwa unacheza game ukashusha down notification bar hapa, afu ukitaka kupause tu unaenda moja kwa moja unaiclick. So any surface area inakuwa ndogo kulinganisha na kidole chako labda ukitaka kupause. Alafu faida nyingine inakusaidia labda wewe ni mtu ambao ukifungua apps nyingi zina display ads. Kwa mfano mimi huwa natumiaga Vidmate kudownloadiaga music sometimes. So unakuta nikifungua hivi huwa inanionyesha ads kama hizi hapa. Hizi hapa huwa zinatokaga moja kwa moja, zina display counter kubwa. Ila tuseme ads ndogo ndogo ambazo ya kama hii hapa unataka uicancel, kwa sababu hii cursor surface area yake ni ndogo, ina cancel kwa ufasihi zaidi tofautisha labda na kidole chako ambao surface area yake ni kubwa. So hiyo pia ni miongoni mwa faida nyingine. So yani feature nzuri, ningependa kurecommend uitumie kama wewe ni mtumiaji. So itasaidia pia na other settings ambazo unataka uziseti nazo ni poa zaidi. In general inasaidia. Kwa mfano let's say screen yako labda imepasuka, kwa mfano mimi simu yangu imepasuka, but ina touch tu sehemu fulani, tuseme let's say part ya kuanzia huko chini kwenye screen haishiki, lakini kuanzia sehemu ambayo ipo hii touch bar inafanya kazi. So una uwezo labda tuseme hapa mimi nataka nitoke home screen, so naweza naibonyeza tu inanipeleka home screen. Huko chini sasa pafanye kazi, so hapawezi paka function. Nataka niingie kwenye recent, labda ndo sehemu ya huko juu ndio inafanya kazi, so naweza nikapause tu hivyo. So miongoni mwa faida yake ni hiyo hapo. So ningependa kujua kama wewe ungependa kuitumia pia. Mawazo yenu ningependa kuyajua pia kwenye comments. Thanks for watching.